بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1441 katika silsila ya durus almanhajiyya tuendelea na risala usulu ad-da'wah as-salafiyya للدكتور الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. tulifikia al-aslu al-ashir, msingi wa 10 ambao ndio msingi wa mwisho miongoni mwa misingi aliyoitaja ya da'wa salafia al-mubaraka. Na hapa nawakumbusha kuwa hii misingi 10 sio misingi yote ya da'wa salafia, bali hapa ametaja baadhi ya yale miongoni mwa misingi muhimu ya da'wa salafia. التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. katika misingi ya da'wa yetu ni kulazimiana kwetu na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo letu na kila hali yetu, bimaana katika maisha yetu yote. Msingi miongoni mwa misingi mikubwa ni sisi kulazimiana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا هو أصل الأصول والحاكم عليها. kulazimiana kwetu na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yetu yote, katika hali zetu zote, ndio msingi wa misingi yote, bali ndio msingi unaohukumu misingi yote iliyobakia. So misingi ya da'wa salafia si misingi iliyotungwa na watu, la, bali ni misingi iliyoko katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. وذلك وقوفا عند قول الله سبحانه وتعالى. na hili ni msingi katika hii da'wa kwa dalili miongoni mwa adilla ambazo zatupelekea sisi kusema kuwa huu ni msingi wa hii da'wa, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. hakuwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike anapopitisha amri na kuamrisha jambo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, awe muislamu atakuwa na khiari katika amri kama ile, bali ishakuwa ni wajibu juu yake kufuata, hata akiona lile jambo la khalifu akili yake. Mwanzo aituhumu akili yake, si maneno ya Allah wala sio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume na walivyo ahlul ahwa. Na leo wamekuwa wengi ambao hurudisha na kuzikataa nusus za sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam
kwa kuwa eti hazikubaliani na akili zao, kwa akili yao ikawa ndiyo hakimu juu ya maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tusema kuwa huna khiari kwa maneno haya ya Allah, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. na mwenye kumaasi Allah na mtume wake huyo amepotea upotofu wa wazi kabisa. Ukimwona mtu amekhalifu sunna utaona ule upotofu wake uko wazi kabisa. Ukiwacha sunna haiwezekani kubakia katika uongofu. Ni imma ufuate sunna za Mtume sallam, ufuate maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallam, au ubakie katika upotofu. Tena upotofu wako utakuwa wazi kabisa mpaka mwisho watu watasema salala hii wazi. Mwisho watu watasema hivyo, faqad dhalla dhalalan mubina. wa qawluhu subhanahu إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى hapa aeleza hali ya waumini, kauli yao wanapolinganiwa na kuitwa kwa Allah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika sunna za Mtume sallam, katika uhai wake kwa Mtume sallam, baada ya kufariki katika sunna za Mtume sallam, ili wahukumu katika yale yaliyojiri baina yao. Kauli yao ilikuwa ni ipi? An yaqulu sami'na wa ata'na, wasema tumesikia na tumetii. Allah subhanahu wa ta'ala watu hao amewapa sifa kubwa kabisa, akasema wa ulaika humul muflihun, hao ndio wale waliofaulu. Wataka kufaulu, lazimiana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه, na mwenye kumtii Allah na mtume wake akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul faizun, hao watakuwa ni katika wale waliofaulu. Kwa ili upate kufaulu, uwe katika kundi lililosifiwa kuwa umefaulu, ni wajibu juu yako ushikamane na hivi vitu viwili: waman yuti'i Allah wa rasulahu, katika kumtii Allah na mtume wake, ila kauli qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, mpaka ikafikia kauli yake katika sura an-nur. Allah asema waambie mtiini Allah na mtiini mtume, fa in tawallaw fa inma alayhi ma humila wa huwa iblaghu ar-risala wa alaykum ma humiltum. Ikiwa watakingeuka na kupuuza, basi mtume ana kazi yake alayhi salam, na ni kufikisha ujumbe, na nyinyi ni juu yenu kutii na kumfuata. wa in tuti'uhu tahtadu, na mkimtii huyu mtume sallallahu alayhi wasallam basi mtaongoka. wama 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Hili ndio jukumu la mitume, kufikisha ujumbe wazi wazi, kupambanua ile haki na kuiweka wazi. والآيات في الحث على الكتاب والسنة والأمر بالتمسك بهما كثيرة جدا. آية zinazohimiza kushikamana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, na kuamrisha bali kushikamana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam ni nyingi sana. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك, na hadithi kutoka kwa Mtume sallam kadhalika. ومنها, miongoni mwa hadith ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع, Mtume sallam alisema katika hajjatul wadaa ni akbaru jam'in lilmuslimin. Katika wakati wa Mtume sallam hakuna mkusanyiko mkubwa kama siku hiyo, watu wengi sana waliohiji pamoja na Mtume sallam. Mtume sallam akawaambia, waqad taraktu fikum
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به nimewachieni nyinyi kile ambacho hamtapotea baada yake mkishikamana nacho kitabu Allah nimewachia kitabu cha Allah وثبت أيضا في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين ترسل موانبيا مصحابا نميواتيين نيني vitu viwili لن تضلوا إذا تمسكتم بهما hamtapotea wallahi watu washangazi sana mtume صلى الله عليه وسلم asema hamtapotea mkishikamana na vitu hivyo viwili kuna watu wamekaa wasema wale masalafi wampotea kweli mtume salama atoa dhamana kuwa hatutapotea maadamu tushikamana kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu na hao wanaozungumza hivyo wallahi tajiduhum min ajhalin nas ni katika watu wajinga kabisa katika kufahamu maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hii ni katika sifa ambazo zawalazimu mara nyingi watu wa bid'ah sifa ya ujinga kwa sababu yoyote ambaye hatashikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka aenda katika ujinga ikiwa hii ndio elimu ndio msingi wa elimu zote na wewe huitaki utaka uisabiki uko wapi bila shaka utaangukia katika jahil wal iyad billah kwa hivyo hamtapotea mkishikamana vitu hivi viwili ametuachia nini kitabu Allah wa sunnati nimewaachia kitabu cha Allah na sunna zangu walan yatafarraqa hatta yarida alayya alhawd na hivi vitu viwili havitaachana mpaka mtakaponijidia mimi nikiwa katika haudh mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii aweka wazi huu msingi wa kulazimiana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله سمى mwenye kufuata uongofu wangu niliouteremsha hawezi kupotea wala kupata taabu katika ulimwengu ابن عباس asema takaffala Allah لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة الله amechukua dhamana kwa yule atakayesoma Qur'ani na kuifuata hawezi kupotea hapa duniani wala hatapata taabu kesho akhira hii ni dhamana kutoka kwa nani Allah subhanahu wa ta'ala فالالتزام بالكتاب والسنة أمر واجب كلزميانا كتاب شاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نجامب الواجب ويجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا به عناية عظيمة وأن يجعلوه نصب أعينهم نواجب كولينغانيزي wanaolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wawe na inaya kubwa sana wajishughulishe sana na hivi vitu viwili kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kila wakati hivi vitu viwili waviweke mbele ya macho yao daima فمن الدعاة وللأسف من يقدم هواه ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان يسمي هذا الهوى أو هذا الرأي مسمى آخر ليبرر به هذه المخالفة wapo katika walinganizi lilasaf ambao hutanguliza matamanio ya nafsi zao na rai zao juu ya kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na hao wapo wengi tu لا كثرهم الله بل أهل البدع والأهواء وتهي صفانها يكتنغليز متمنية نفس زاو juu ya kitabu cha Allah
na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wakaita kile cha kufuata matamanio ya nafsi zao kwa majina yasiyokuwa yake, ili kupata kujisafisha kwa kile kitendo anachokifanya ni cha sawa. Waweza kumwona mtu akwambia Qur'an na Sunna inatuamrisha tutumie akili zetu bwana. Ndiyo, Qur'an na Sunna imekuamrisha wewe kutumia akili yako na fitra Allah aliyokupa, lakini haikukuamrisha wewe uitangulize akili yako juu ya kitabu cha Allah na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maadamu ni Qur'an na Sunna iliyokuamrisha, kwa mfano unavodai kutumia akili yako, si vibaya, tumkubali. Lakini je, Qur'an na Sunna imekuamrisha wewe kutanguliza akili yako juu ya kitabu cha Allah na Sunna ya Mtume sallam? Hili jambo umelitoa wapi? Wasema hadithi yoyote ambayo haiingia akilini kwangu mimi naikataa, kama mmoja akasema hivyo. Kisha akatoa hadithi katika hadithi ambazo haziingia akilini mwake, ni maneno ya Mtume sallama kuwa jua alipomwambia Abu Dharr, atadri aina tadhhabu ash-shams, wajua hili jua huenda wapi? Kisha Mtume sallama akamwambia kuwa jua huenda likamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, kisha likaomba ruhusa ya kutoka siku ya pili, na huenda likakataliwa ruhusa hiyo, likarudi kutoka upande gani? Wa magharibi. Katika sharatu saa, miongoni mwa dalili za kiyama kubwa. Mmoja asema vipi jua litasujudu? Tena kwenye ninio, kwenye TV fulani huko, channel kubwa, asema haiingia akilini. Jua vipi laweza kusujudu? Basi si hadithi tu, kuna aya pia zitakuwa zingia akilini. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ardh, vyamsujudia vilivyoko mbinguni na ardhini. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika vile alivyovitaja akataja washajaru wadawab wa kathirun minan nas, akataja na miti, akataja na wanyama, bali katika wanujumu waljibal, na nyota na majabali. Na wewe si mwanasayansi mkubwa ukubali kama jua pia nyota? Si usema nyinyi jua pia nyota kubwa, sio? Ama mseme hivyo? Wasema nyota kubwa lakini iko karibu kidogo. Haya mambo yenu mtajaza wenyewe, kama nyota, kama mwadita jua mtajaza wenyewe. Lakini hivi kweli huyo anayesema kuwa haiingia akilini kuwa jua la sujudu, na hizi aya tasema nini zinazotaja haswa kuwa mpaka majabali ya sujudu na miti na nyota, atajibu vipi hizi aya? Sio, na kumbe akili yako punguani. Kwa usije ukapiga kelele ukasema hizi hadithi zitolewe kwenye vitabu vya sunna, hadithi kama hizi zatuaibisha. Unayetuaibisha wewe kwa huo ujinga wako, mpaka mtu aona haya ule ujinga. Kuna watu wajinga, alafu watu wajinga kama hao ndio wanaotangulizwa. Kisha washazungumza hivi, wakizungumzwa kwa huu ni ujinga, sema waona waita watu wajinga. Kama yule mmoja Masri, mimi nimeshangaa sana, Azhari, unajua ile kofia kishavaa ile nyekundu hapa, alafu upande usijute vitu gani, amekaa sema nyinyi muona hii Sahih Bukhari? Hii Sahih Bukhari haikuandikwa na al-Imam al-Bukhari, hii imeandikwa na Jum'a Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari. Si Bukhari mwenyewe, ni Jum'a. Mimi sikujua kama kumbe kuna Jumaa kule huandika, labda amekusanya, sikujua mimi, nimejua hapa kumbe imeandikwa jamaahu Abu Abdullah. Wallahi jamaahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Asema Jum'a, asema Jum'a. Allahu musta'an. Azhari wallahi kwenye television
yani channel yozungumza mbele za tena zungumza kama ametoa kitu kikubwa ambacho hakuna mtu amemtangulia ulimwenguni. Yeye ndiye wa kwanza kuvumbua katika asri hii. Usuru zote zimepita. Wajua ni Imam al-Bukhari alikusanya kile kitabu. Yeye akaja akavumbua kumbe Ijumaa. Nyinyi mmekazana wasema Abu Abdullah al-Bukhari si yeye huyo Ijumaa. Allahu musta'an. الحاصل أهل البدع هكذا الجهل ujinga yani wawapeleka namna hii. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wapo katika maduati ambao hufuata matamanio ya nafsi zao kurudisha sunna za Mtume sallam, kisha wakaita kile wanachokifanya kwa majina yasiyokuwa yake. Fa inna hadhihi at-tasmiya, wafahamu kitu kimoja, haya majina wanaoita kile cha kukhalifu sunna za Mtume sallam kwa kufuata matamanio ya nafsi yao wakaita kwa majina mengine, la tusmin wala tughni min ju', haisaidii chochote. لا تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى، haifai chochote mbele, haitamnufaisha chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات، kwa sababu majina hayabadilishi uhakika wa lile jambo. Leo kwa mfano kama mtu akaita pombe maji kisha akanwa, itakuwa si pombe tena, khamr ni khamr. Bali Mtume salama akataja katika sharatu saa kuwa watu watakunywa pombe wataita kwa jina lisilokuwa jina lake. Kwa hiyo wewe ite mashrub ruhi, kinywaji cha roho, iite utakavyoita, iite kadha, iite kadha, iite kadha, lakini yote yarejea kwa nini? Ni khamr na ni haram. فالذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة، wale wanaoweka maslaha ya da'wa kuwa yaweza kukhalifu kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, fayuqaddimunaha ala nusus alkitabi was sunna, wakatanguliza maslaha ya da'wa ambayo yakhalifu Qur'an na sunna juu ya Qur'an na sunna. Haulai qad dhallu sawa as-sabil, hao wamepotea njia sawa. Wa mimma yafalunahu, angalia katika yale mambo ambayo wayafanya ahlul bid'ah, na hapa ahlul bid'ah waingia ndani yake mtasawwifa, hizbiyuna, wote huu ni mtindo wao. Sikiza vizuri, anna man nawaahum wa aadahum, yule ambaye atakuwa ni mpinzani wao akawa awafanyia uadui kwa bid'a walizokuwa nazo, wakashafa ma yantawuna alayhi min albatil, akawa afichua yale mambo ya batil wanaoyaficha, yujawizuna aliftiraa alayhi, wajuzisha kumsemezea uongo, tumbandikeni uongo ili watu wamuone mbaya. Kwa wewe yajuzu kwa wewe kubandikwa uongo. Wa ilsaqat tuhami bihi, au ilsaqat tuhama bihi, na kumbandikiza tuhma aina mbalimbali. Waweza kuja kusikia tuhma umebandikwa ya ajabu sana, salala pia hii na watu waamini kwa kweli tuhma za ajabu ajabu utabandikwa. Waje kusikia visa, bwana tusikia bwana hivi na hivi na hivi, wapi hilo linitokea? Lakini jamaa hufanya hivyo, lianna fi dhalika indahum wa fi nadharihim maslahatun lid'awa, kwa sababu ndani yake kuna maslaha ya da'wa, tumchefua huyo mtu kama alivyochafuliwa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah na masufi. Kila aina uongo wamembandika al-Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, mpaka ukiwatajia awamu wana kama mbeo umewatajia shetani. Muhammad Abdul Wahhab, Wahabi wewe, ukimuuliza nani hata hamjui, wallahi hamjui maskini, lakini ametengezewa uongo mwingi, na yeye anayezungumza yuwajua kama ni muongo, lakini nasema kwa maslaha ya da'wa, yuwajua ndani ya nafsi yake kuwa mimi nasema uongo na mimi nadanganya. Na hivi ndivyo walivyotoa bid'a, kwa sababu lau kama wallahi wangelikuwa wana haki katika hili jambo, basi wangeleta na vitabu, angalieni hapa ansema hivi, angalieni hapa ansema hivi. Isipokuwa katika kusingizia uongo, walinganizi wa haki hawaji na ushahidi wowote, hawana ushahidi wowote.
isipokuwa ni kutuhuma tu, kuwatupia tuhuma. ولا يعتبرون بقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا hawapati ibra katika kauli ya Allah wale wanaowaudhi waumini wa kiume na wa kike bila chochote walichokifanya, hawajafanya kosa lolote. Hawa wamezua uzushi mkubwa sana na dhambi kubwa sana wataipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu achunge kile anachokisema na anachokifanya. la ya'tabiruna bihadhi al-aya lianna maslahata ad-da'wati 'indahum muqaddama, sababu maslaha ya da'wa kwa wao yametangulizwa mwanzo. Kama ikhwan muslimin walikuwa wakipigwa na waita huko kwetu mwani, hana kitu, watangaza kuwa tunataka kufanya mchango wa Palestina, na haya wayazungumza wao katika vitabu vyao. Tabarruat za kusanywa kwa ajili ya Gaza kuna shida, basi itatumiwa i'lam, itatangazwa zile shida, watu watakusanya tabarruat, kumbe kwa ajili ya maslaha ya chama chao. Kisha pesa zikishachukuliwa zatiwa katika mfuko wa chama. Maskini watu waona waenda kusaidia ndugu zao kule wanaopata tabu, kumbe hazifiki. Hawa wako na ili ikhwan muslimin walisema waziwazi. Na wengine pia huku kwetu wako wala amilina alaiha kwa maslaha ya da'wa. Sababu mimi bwana nisipokuwa nacho alafu da'wa itakwenda vipi? Kwa hiyo ndio da'wa. Hao huku kwetu mwanzo ni hatari zaidi, maslaha ya da'wa ni yeye. Na ndio maana ukiona kiguswa tu mmoja zile kelele anazopiga, ajua wazi wewe wataka kumkatia bwana. Watu watamtambua. Kwa kiguswa tu kidogo piga kelele. Mbona? Sasa kinachowaudhi ni kwa wao kigusa salafi atashughulikia. Piga kelele. Umwangalia tu hivi. Na wewe utazungumza kitu bila kumtaja mtu jina, pengine ile sifa anayo, yeye wajua anayo. Bas, ile kelele atakayopiga pale ya ajabu sana. Umeona? Hawa hii sunayo. Kama huna wewe wasiwasi wako ni nini? Kama wewe huna ile wasiwasi wako ni nini? Mimi niliwahi kueleza tukio hapa la mmoja katika mashekhe wa kihizbi Mombasa, samahahu Allah, kwenda kuomba zaka na listi, kumbe listi ni ya uongo. Na mimi hizi habari ninazo kutoka first hand information. Yani wallahi ingelikuwa kwa mfano mtu wa sunna amfanye hivi na wao wajua wasingenyamaza. Lakini sisi tunasema kuwa hii sasa ni haramu kumtaja, haifai, ni aibu. Sawa ni mstiri huyo mtu, haifai kumsema, na umuombee Allah amsamehe. Hii ina taabu. Ama tumbo yetu yana taabu, alafu ukiwa mtu ufunge hata Jumatatu na Alhamisi pia hujui ungoja Ramadhani mpaka Ramadhani. Na ndio maana Ramadhani utaona ufanya vituko kama hivi. Nyingi ndio zawapelekea baadhi ya watu kufikia hali kama hii. Nimeona watu wengi katika watu waiacha haki kwa sababu ya matumbo. Wengi sana. Alafu nashangaa wao wajua kuwa masalafi hilo hawana, lakini wallahi katika maneno yao watazungumza sema hawa watu wa maslahi yao. Mimi nataka tuonyeshe maslahi yetu yako wapi? Tuonyesheni mtu mmoja tu yule pale. Yani tuzungumza kwa niaba ya yule ili tupate maslahi. Sio mnifahamu? Lakini hili wale izungumza ni watu ambao wana maslahi yao. Maslahi gani yako katika kuizungumza haki wakati tuchukiwa na kila mtu? Kila mtu akuchukia kwa sababu ya kuizungumza haki. Kama kuna maslahi utajipendekeza kwa mashia utapata, utajipendekeza kwa masufi utapata, utajipendekeza kwa kila aina ya watu wa batili utapata katika dunia. Alafu umma umepotea, huu utakwenda kujibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Alhasil jamaa enda na listi si ya ukweli, aenda pale akishapewa senti abusa. Niwahi kuja kueleza hapa, ina haja niregelee, lakini mwisho akajulikana kuwa ni muongo, ikabidi ule mfuko uregeshwe. Yani apewa mtu, nenda na huyo hapa basi tuone kama yafika kweli.
akitoka na nje ambasikiliza wewe chukua hizi ondoka hapo usinifuate ami asema mimi naswali nyuma yako namsujudi Allah nyuma yako. Sasa mzee mmoja ni mzee wa kihadhara anaambia uffilak salli warakum ونسجد لله وراكم وهكذا تسوون. hivi ndio mfanya nyinyi, ni sisi tusujudu nyuma yenu tumsujudia Allah, tuswali nyuma yenu, tuwasikiliza hutuba zenu za Ijumaa, nyinyi mfanya hivi, sisi tufanye nini? Amana. Allahu almusta'an. Kwa maslaha ya nini? Ya da'wa. Njia yote utaitumia maslaha ya da'wa na maslaha hii ni makosa makubwa. فهذا خطأ محض وضلال مبين يجب على من تلبس به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ni wajib kwa yule aliyejivika tabia kama hizo tubie kwa Allah, wa an yarji'a ilayhi, narudi kwa Allah. فإن الذي هو عليه ضلال مبين وجرم شنيع, hayo aliyokuwa nayo ni upotofu wa wazi, ni kosa ovu sana. وهو الذي قد حذر منه السلف وأنذروا منه, haya ni katika yale mambo ambayo salaf wametahadharisha na kuwaonya watu nayo. وهو في الحقيقة امتداد لأصحاب الرأي الذين نابذهم السلف. ini tabia hii ni kama imechukuliwa kwa ashabu ar-ra'i ambao salaf waliachana na wao na wakajitenga nao. wadarat bainahum wa baina as-salaf ma'arik tahina, kulikuwa na vita vikubwa baina salaf as-salih na ashabu ar-ra'i kwa sababu ya mambo kama haya ya kutanguliza akili juu ya Qur'an na Sunna. hatta nasara Allah subhanahu wa ta'ala ahla as-sunnati alayhim wa dahadha Allah batilahum falillahi alhamdu wal fadlu wal minna. na sisi tutarajia hivi haki siku zote itashinda. ikiwa Allah aliwanusuru salaf kwa kushikamana kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, wallahi na Allah atawanusuru wanaoshikamana sunna ya Mtume sallam. na sisi tuna dhanna nzuri na Mola wetu kuwa Allah atatunusuru katika hii da'wa. hebu fikirieni kwa mfano, kutoka mahizbi walikuwa wakisema ilipoanza da'wa salafia kujulikana kuwa hii ni da'wa mpya, imetoka wapi? mwisho wakaita salafia jadida. lakini angalieni, kila kukianza kutambulika ile da'wa yaeleweka na watu, eti sasa hivi wasema sisi ndio masalafi wenyewe, wale masalafi feki. si mnsema madhehebu mpya nyinyi, mbona leo mungeuka? mbona mungeuka? na wengine wakiona sasa wametandikwa sana mpaka wamewekwa wazi kabisa, sisi wenzenu jamaa, tuko pamoja, mbona twateta? si wewe tangu na mwanzo ulisema hii da'wa si hii yetu? ama si hawa katika misikiti yao huruhusiwi hata kidogo usimame wewe kama wewe ni mtu mwenzao? sisi tunasema nyinyi si wenzetu, msiseme na nyinyi misikiti yenu makubali. hatukubali kwa sababu sisi si wenzetu nyinyi, lakini si nyinyi mwasema sisi wenzenu. mwasema hivyo hivyo. kuna mmoja asema hapa atazungumza kila mtu kasoro salafi tu hivi. kwa hivyo wacheni tu pole pole, maadamu kutakuwa na ikhlas na watu wakaendelea na da'wa, biidhnillah watu wataelewa. kila siku mmoja ataelewa, wawili, mmoja ataelewa, wawili, biidhnillah. yule ambaye Allah amtakia khairi ataelewa na atafuata. wallahu almusta'an. ومما ينبغي أن يعلم, na haya tutakuja kuyamalizia insha Allah taala katika kikao kitakachokuja insha Allah taala, na nafikiri ndio itakuwa kikao chetu cha mwisho cha kitabu hiki biidhnillah. kisha tuende katika risala inayofuata. subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu. فلو قال قائل رافضي أو غيره أتزعمون يا أهل السنة أن الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابة. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر، عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت ألوفكم وشمخت رؤوسكم حتى
حتى تلحقوا المريخ. سمعتم؟